So welcome back. We pick it up from where we left, and now we want to delve into a bit of politics, so much so that we dissect mambo ya broad-based government. Bwana Lamba, today we have seen the President Ruto defending the broad-based government between the partnership ODM and UDA, saying that's going to bring unity amongst Kenyans. How reality is that? How realistic is that? Asante sana Bwana Buje. Tumeona president akidefend, na normally huwa ana defend the broad based government kwa sababu yeye ndio mtu anafaidika kwa hii broad based government. Unajua Ruto is a smart politician, very smart politician. Na bahati mbaya baba alienda. Huyo ndio alikuwa mtu anaweza huyu jamaa. Unajua broad based government. Wewe kwanza angalia ODM yenye baba aliwacha. Imepasuka vipande sijui 4. Mtu mwenye amepasua hiyo vipande ni Ruto. Na amepasua kwa faida yake. And as we speak today, ameshafaidika. Kumbuka wakati baba alikuwa yuko na karibu kwenda, it was almost evidence. Ya kwamba vice president anatoka Ujaluoni. And people were saying maybe atakuwa Gladys Wanga. Leo hii vile walipasuka na wamekatana, they can't even go to negotiate ya kuuliza vice president. Na ni nani amefanya hivyo? Ruto. Hawana nguvu. Hawana nguvu. Wamemaliza kabisa. Nani amemaliza nini? Don't be shocked. Mimi kama watu wa Busia na kama Waluya. Yes. We either form our own party or go to Ruto direct without using the broad based, without using the ODM. Why? Hata tu huyu mimi ndio Sifuna. Yes. Hata hiyo kelele wanapiga, unadhani pesa wanatoa wapi? Hii ni pesa Ruto mwenyewe anatoa, anapatia Ida, na Ida anapatia watoto kupasua kufanya nguvu ya kina Gladys na Junet rudi chini. Hii ni pesa Ruto anatoa, anapatia Uhuru Kenyatta, na Uhuru Kenyatta anapatia watoto wapige kelele na wafanye nguvu ya kina Gladys na Junet rudi chini. Mtu kama Eugene, they may not know where money is coming from. They may just be knowing that they are being funded. Wewe hata kama wewe si mwanasiasa Bwana Buje nikuulize. Yes. Hata hapa umeona Ruto na tusi wenye wana akili. Wezi wenye waliiba mali. Ushawahi sikia kitusi wakina Sifuna na Baba Wini? Na hutawahi sikia. Let me tell you today. Hutawahi sikia. Anajua the enemy ni wa Munyoro tu. Amesema hata hapa umeona akisema ati watu walimwaga kwa Ribayala. Sio ni huyu mkisia anaitwa nani huyu Matiang'i. Ndiye anasema. Lakini anarukanga tu hao watoto. Anajua pesa yake ndio anasupport nayo. ODM ipasuke. Ikisha pasuka, he's the beneficiary. Because sasa wewe niambie Uburu na anataka power yake hii. Ataenda kuuliza nini na ODM ilipasuka? Ataenda kuuliza nini na hata Ida mwenyewe hamsupport? Winnie hamsupport? Ataenda kuuliza nini? Sasa ni kupiga tu kelele. Akina Nyong'o, they don't support him. Akina Nyong'o, a serious person like Orengo Nyatieny, hawa support. And Orengo knows a lot about a lot. Party in Orengo terms of legal knows a lot. Ha support. So hiyo imepasuka kwa faida ya Ruto. And that's why utaona aki-attack. Anasema tu broad based. And if you listen ile body language yake akisema broad based, he is talking about the original ODM. Hii ya kupasuka ni kama ajui. But he's behind it. He's behind it. Na ni kama ajui. Okay. And he's behind it. So do you want to say, Bwana Lamba, that the Oburu faction is just a ploy? That's what doing Kenyans that there is something. There's something happening. We are in ODM and we are supporting. Finally, Ruto will dump the Oburu faction. Tuko hapa na utaniambia. Before 2027 elections, na hata kama itafika kwa election, immediately after election, hana biashara na wakina Oburu. Hana biashara na kina Gladys Wanga. Na watu hao 90% wanaenda nyumbani. The youths are not with them. As it is today, the youths are with the Sifuna team. Na Ruto yuko smart. Ataenda mahali watu wako. Juzi akiwa Ukikuyuni alisema nini? Ya kwamba siwezi wacha nyinyi mlinipigia, ni si mimi si mwendo wa simu niende kwa watu wasio ambao hawakunipigia kura. Na anajua ya kwamba akishapasua ODM and especially the Luo factor, hakuna mahali pengine hao Wajaluo wataenda kupiga kura. Wako tu kwake. So hii imepayana Wakikuyu nafasi mzuri ya kunegotiate viti mingi tena. And that one, sisi Waluya
and especially Busia. Tulikuwa kwa ODM kwa sababu ya baba Raila Amolo Odinga. Yes. Kwa sababu Raila Amolo Odinga hayuko na sisi leo. Ningeomba watu wetu wa Busia, ningeomba Waluya, tukae kwa chama yetu yenye tutaunda. Na kama hatuna chama, tuende kwa Ruto direct. Bila kupitia kwa ati tunaenda broad based ndio tuende kwa tuende tu kwa Ruto direct. Because mbona tuende huko kwa Oburu ndio atupeleke kwa. And Oburu is very clear, categorical that sisi tunajitafutia power. Tunataka maendeleo in Unyanza. In Unyanza, not Western, in Unyanza. And therefore, are we blind? Are we deaf? Then what is in for us? That's the question we're asking. Yeah. What's there for Busia? Nothing. Leo hii tumekuwa hapa mkisema gari ya Ruto imeanguka Busia ati amekuja kuleta maendeleo. Usenge iko Ugenya. Yes. Ruto ameenda kuanzia Usenge. Kulonji barabara ya Bunyala kwenda Usenge. What am I saying? Ya kwamba Wajaluo wana benefit sana kwa hii vitu, kwa ile protect ya broad based kuliko sisi Waluya, kuliko sisi watu wa Busia, na sisi ndio tuna support hiyo. So hata gavana wetu Tuma akisema kwamba tutaenda kusupport Ruto, na hapo ndio Raila alituambia na tuende through broad based. Otuma is misleading us. Otuma zamana nafaa kusimama na seme mimi ni governor wa Busia na nimechukua watu wangu nimeingia UDA. Hata hapo mimi nitafuata direct. Hatutaki kona. But then Lambert, if hayati Raila angekuwa leo, do you think hange field presidential candidate? Ange field, na alisema. So are Oburu going against Raila's vision? Oburu is going against Raila's vision. Oburu alianza kwenda against Raila's vision kabla Raila hajazikwa. Immediately alikufa, alienda against his vision. Do you know, Oburu, in my view, is the most confused man in the world. In the world? In the world, not in Kenya. Yes. Hey, because this world yote tuko cultural. Yeah. Hey, where on earth uliona mtu? Niambie country yenye uliona a prime minister given a state burial but being buried in somebody's home. Nionyeshe kwa dunia. Hakuna. It is only the confusion of Oburu. How do you take a whole prime minister given a state burial and you go to bury him in somebody's home? Alienda kufika Raila kwa boma ya Jaramogi Oginga Odinga. Jaramogi Oginga Odinga was not just a person, he was a vice president, first vice president of this country. So but maybe that was his will. It wasn't. It wasn't. How sure are you? I'm sure. Me, I'm a half a Luo man. It wasn't his will. You cannot write a will to be buried in your father's estate, in a vice president's estate, and you are also a statesman. It is not there. And Raila was very wise. That's against the culture? Against the culture. Against the Luya culture, against the Luo culture, against the Kenyan culture, and against the world culture. Come on. Yes. It doesn't happen. Sasa wewe uniambie, umepeleka mtu kumzika kwa boma ya vice president. That is just a son. That's nobody. That's nobody. You cannot take a whole prime minister who was his home being given a state burial. And you are going to bury him in a home of somebody who was not given a state burial. So you have diluted, watered everything down. That is who Oburu is. That is who Oburu is. Wonderful. That's who Oburu is. And me as a cultural man, Oburu ulimuona na jembe akianza kaburi ya Raila. Yes. Against the law of the culture. If you are an elder, you are a father. You cannot be a father to go na uande kaburi ya mtu mdogo. Hiyo inafanyanga na your cousin brothers in cultural. So Oburu, what I'm answering is that he went against Raila Odinga, na kwa party ameharibu chama. Even in politics, ameharibu chama because Sifuna was there with his different views in the presence of Raila, and Raila used to accommodate him. Yes. Na alikuwa anasema wacha toe maoni yake, and he's a spokesman of the party. Na akisema ya kwamba hakubaliani na hii si makosa. How dare does Oburu go to Mombasa? Na anasema kwa sababu huyu amekuwa tuna maoni tofauti ati amemtoa without even giving him an audience kumsikiza. Hata kusikizwa. That was wrong. Very wrong.
So mnaita huyu mtu kwa NDC mumsikize. So according to you, Lambert, Sifuna is still the SG for He is the SG, even the court declared. Sifuna is the SG. So Omanyo is the just legal SG. Omanyo is a flagger. Omanyo is not anywhere near even being an SG. And you know, wacha nikwambie. Yes. Wewe unanijua sisi hapa Busia. Tulipigia Omanyo kura. Let me remind you. Omanyo got 210 votes from Busia. Yes. That means we wanted her. Under my management as a manager. Yes, you are his under my management. Unajua iko mjinga mwingine, sorry kutumia ujana, anaitwanga makamu huko Ujaluoni. Angekuwa hapa ningemuunda makofi mingi sana. Alitudharau sisi watu wa Busia. Sisi tumepigia our own women rep kura. Na wanaenda kudanganya yeye atu wameenda umpea USG. Na wanakuambia USG shikilia tu USG, SG ni Sifuna. Imagine anamwambia kwa public forum at SG ni Sifuna, lakini akikuja akitaka hiyo SG yake sasa usimpe, sasa pea yeye kiuno. Hiyo ni kututusi, alitutusi. That is sexualizing women. That's abusing Busia people. Alitudharau sana. Na mimi siku ile nitakutana na huyo makamu kama utamalizana naye because hiyo ni kudharau watu wa Busia. Sasa Lambert, tuambie Busia is ni ngome ya ODM when Baba was still alive. Yes, that's true. Yeah, true. Baba is no more. Yes. What is the fate of these politicians in Busia? Ukiona hawa politician wa Busia, yes, sasa kila mtu atakufa kifo yake. Na wengi wanarudi nyumbani. Wengi wanarudi nyumbani. Reason? Unajua people loved Raila and they were not able, and Raila was giving people one simple message: if you love me, give me soldiers. Munipe soldier, musiniwache kwa parliament peke yangu. Yes. They will topple me. So people could vote in individuals in ODM just to go and protect Raila. Not because they wanted this person. Leo hii hakuna hiyo. Unaona Budalanya? Ababu anaenda kusumbua Wanjala. Budalanya. Amesimama kura. Iko mtu mwingine huko anaitwanga Mabere. Yes. Huyo mtu atasumbuana na Wanjala. And therefore Wanjala chuma chake kimoto. Why? Because Baba hakuna. And those people will now be running in their individual parties and they will be equally powerful. It is high time now people are going to look at individuals, not party. Beautiful. What about Matayos? Matayos umeona hapa na sewa. Na hiyo ni dalili mbaya. As much as tumesema ni politics being played, but those politics is what culminates into votes. Yes. Iko hapa mtu anaitwa DC na Kitare. Anaenda kusumbua Danga. Na Polycarp is a passing cloud, is a hot air. Polycarp atakuja na tena atapotea. Lakini ile mbinu nimeona DC na Kitare amekuja nayo chini ya maji. Yes. Huyu anaenda kusumbua Danga. Na Danga asipochuga ataenda nyumbani. Osore na is not there even. Is not there. Nani issue? Yeah, yuko. In an entrance. Yeah, you is a non-starter. Hakuna. Huyu yuko. What about you Butula? Sasa hapo ndio yuko Kisumakuti. Unajua huyo mzee umeona watu wakipigia makofi Oyula. Yes. Haongei. Na akafanya tu kazi. Sasa Butula attract around 8 other new guys. From KRA anaitwa Sitawa, kuna anaitwa Chola, kuna ule anaitwa engineer Osore, but ukiangalia kuna ule ana advocate anaitwa Namada, but ukiangalia yule is still ahead of them. Why? Because of performance. Huyo bado anaweza pata. Regardless of the party. Huyo bado anaweza pata. Kwa sababu ya yeye. And you know even Butler, and I am a politician, even Butler today if you walk around people tell you that mzee wetu huyu amechoka. Kama kuna the biggest undoing ni pengine tu uzee, lakini makosa mengine hajafanya, maendeleo amefanya sana. So he's a darling of the people. He is a darling of the people. Huyu is a darling of the people. Nambale Mulanya alienda na independent. Yes. Jamaa amejenga primary magorofa bwana. Hata watu wenye walikuwa wanapinga yeye kama rafiki yangu wa kina Joseph Baraza wamepigia yeye makofi. He's likely to get it. Not party. Independent. He's likely to get it. Okwara may not do much.
I want to draw you back a little bit, Bwana Lambert. Do you think Ruto loves the boldness of Sifuna? You know, Sifuna is a very bold guy, very articulative, and he faces Ruto head on. You've said Ruto is somehow is behind him. Do you think he loves his boldness? No. Ruto is a very smart guy. Ruto may not love his boldness, but Ruto may just be pushing that boldness to split ODM. Na ikifika hapo mbele atamkatel. Nimekuambia mbinu za kukatel. Is the president. Nimekuambia there's high possibility ya kwamba yeye ndiye anafund hiyo. Na sasa hiyo boldness inasaidia Ruto kufanya nini? Kupasua tu chama. Lakini hiyo boldness Ruto ataimaliza. Because Sifuna vile unajua he cannot even fund a rally. Tiare ameanza kupimia umesikia anasimamisha mtu ile drama ule ndiye anasimamisha Nairobi Senator. Anaitwangwa Jalango. Ndiye anasimamisha Nairobi. Anaanza kupimia hiyo ni kuanza kufunga nati yake. So Ruto is a very smart politician ambayo Sifuna anachezea tu kwa uwanja yake na anaangalia. Ndio nimekuambia hawezi tusi. Anataka hiyo boldness, the so called boldness kwanza ichape inachapa ODM. Haichapi yeye. Inapasua yeye. In fact hiyo yeye ana remote control hiyo. Ichape ODM. But atakuja kuikatela. Kisha ikatela amemaliza. But don't you think the Sifuna factor, the Natembea factor in Western, don't you think itakuwa... It is not there. It's not there. It's not there, I can tell you. It's dead. Bwana. The Tawe movement iliamuka. The Sifuna factor imeimaliza na one day. It is not there. The Natembea factor is not there. It's no longer there. But what about if they combine? They won't. Who will allow them? I'm telling you, these people wengine wanacheza kwa mchezo ya. You see, tumekuwa na sewana umeona mzee Oparanya akiwa hapo. Yes. Ni CS. Wewe unadhani Sifuna anaweza piga kelele hiyo bila kuconsult Oparanya? Oparanya amesema nini? Tuko broad based. Tuko broad based. Yes. Wewe unaona tena Sifuna siku ile alikuwa anaenda kuongea kujibu wale watu wamemtoa kwa SG Mombasa. Au kuona wini nyuma yake? Alikuwa. That confirms to you ya kwamba chenye Sifuna anapiga kelele Ida is supporting. Na Ida hajachukua kazi ya Ruto. Si amechukua. When Sifuna was in Busia, I saw a convoy of policemen. In fact, escorting him. What does that tell you? That tell you that behind the scenes Ruto is playing. That's what I'm saying. Behind the scenes. Behind the scenes. Siasa bwana hapana cheza. So hii siasa mimi nataka hivi. Sisi watu wa Busia ninaomba tusiende broad based. Tusiende sasa hata at ODM. Na kwa sababu broad based inatupeleka kwa Ruto. Ndugu zanguni, tuende kwa Ruto direct. So let's not use a long route to the lake and then to the mountain. Let's go to the mountain straight. Hii shortcut tuachane nayo. And Ruto will take us serious. But hii shortcut, hii kona tunataka kupitia huku ndio tuende huku, we are shooting ourselves in the foot. That's why Busia today we are not remembered anywhere. We are in, and let me ask you. Yes. In this broad-based, who is there apart from Mudenyo for Busia? Who has no position? No. In this Linda Mwananchi, who is there for Busia? Of course now you are zero. We don't have anybody for Busia. In the Linda Mwananchi Sifuna. Mudenyo is there. Okay, Mudenyo is there. Who has no position? Na hii Oburu Odinga na Gladys Wanga. There's nobody. Nobody. Mama yetu mwenye tumepiga kura wamesema aenda atoe hii kwanza apatie Sifuna ndio aendelee. What is that? What is that? Now, if you are keen and politician, unaangalia the last address to the media. The last two address wakishatoka kupanga maneno ya IDC. United ndiye anafanya. Na Gladys Wanga. Omanya no longer do it. What does that tell you? Ameshawekwa. And it is the SG. And it is the SG. Inakwambia nini?
behind the bench. Behind the bench. Behind the bench. So they wanted somebody they can manipulate. Yeah, so sisi Busia hatuko kwa yoyote ile. So can't we now turn just our way? Let's just turn our way and go. Well, that is it for today. We have had a very good discussion with Lambert. Thank you very much for your time. And I just want to request people to subscribe so that they can follow this conversation one by one. Thank you very much. Welcome again, Bwana Lambert. Thanks.